Kwa sababu na kukua nimekuja kuzungumzia na mtu mmoja ambaye alikuwa maisha yake yanaendelea vizuri, na wakati aliacha kutumikia Mungu, wakati alidaili, hapo ikabadilika. Bwana amenituma kabla Bwana hajakasirika zaidi, kabla Bwana hajaachilia maadui wavamie ile shamba, kabla Bwana hajaachilia gonjwa mbaya nikuje nivamie maisha yako. Bwana amenituma nikuletea habari njema. Anasema nirudie, na mimi nitakurudia. Hata kama dhambi zako ni nyekundu kama damu, nitazifanya kuwa nyeupe kama theluji. Bwana wetu ni Mungu wa rehema na uwezo mkuu. Ndoa bila Mungu haiendi sasa. Biashara bila Mungu si salama. Ni bure. Uko na baby. My friend. Ndoa bila Mungu si salama. Huyo bwana anamuita baby. Anageukanga na kuita ng'ombe. Unashindwa ng'ombe na baby zinarelate. Mmoja siku nyingine akawa anafanywa matano. Wajua siku hizi vijana na nyinyi vijana mwache mambo yenu ya TikTok. Wakaamua kufanya prank na mzee mmoja. Mzee alikuwa tu na umri wake, miaka imeenda. Akamwambia mzee, sisi ni watu wa Illuminati. Na tumekuja tunataka kubadilisha maisha yako. Tunataka kufanyaje? Tunataka tubadilishe maisha yako. Tutakupatia 250. Ukijiunga na sisi, 250,000 inaingia kwa akaunti yako. Immediately ukishajoin. Then ukishakubali masharti yetu, tutakupatia 750,000 na tutakupatia matatu 14 sita. Maisha yako ibadilike na zawadi zingine nyingi. Sasa mwambia, yini vijana mko na mchezo, siwezi fanya hiyo biashara yenu, wacheni niende. Vijana wakamwambia mzee, tunajua unateseka, tunajua unahangaika, na sisi tumekuja tukusaidie. Mzee akanyorosha akasema wacha niende. Mzee akatembea, kifika pale mbele akajaribu kwenda, akasema wacha rudi tena. Akageuka akarudia wale vijana, akawauliza ati mmesoma nikikubali mtanisaidia? Akawauliza ana hizo pesa zitaingia lini? Vijana wakamwambia ukikubali hizo pesa zinaingia sasa. Kumbe vijana wanamchezea prank. Kuna kamera. Mzee akauliza basi malipo yangu ni nini? Vijana wakamwambia yule mtu ambaye anakusumbua sana tupatie yeye. Yule mtu anakufanya nini? Anakusumbua sana tupatie yeye. Mzee akakuna kichwa. Vijana wakamwambia sisi tunataka kuondoka. Kama unakubali kubali haraka tumalize story. Mzee akasema basi nitawapatia mke wangu. Mama wenye mko hapa mnahitaji muombe zaidi. Kama wewe ni mama uko hapa na kama wewe ni uko kwa ndoa, ndoa si salama. Mzee anaweza peana kile kinamsumbua, kumbe wewe ndio unamsumbua. Alikuwa amemtoa tayari, ashampeana kafara kwa yule ambaye anamsumbua, ambaye ni wewe. Ndoa si salama. Bila Yesu ndoa si salama. Unaweza kupeanwa. Ndio. Uende. Vijana wakiendelea hivi, wakaona mzee amekuwa serious. Wakamwambia mzee, sasa uko tayari kutupea? Mzee akamwambia chukueni, haina shida. Niliposikia nikasikia vibaya. Huyu mama anajua kuna bwana anampenda. Huyu mama anajua akona mzee. Huyu mzee anachoka na wewe. Wewe mwanadamu anaweza choka na wewe. Mzee wako anaweza choka na wewe. Mtoto wako anaweza choka na wewe. Ndio Biblia inasema. Anauliza mama anaweza sahau mtoto aliyenyonya matiti yake. Biblia inajibu hapo chini inasema ndio anaweza kusahau, lakini Mungu ndiye anaweza kusahau. Inamaliza hivi. Sema mwingine hapa chini akamwambia kijana wake alienda kila siku, alikuwa akiamka asubuhi. Kijana ako na pesa ya kununua hii miguu ya kuku inanunuliwa hapa na mahindi. Anaona kijana wake kila siku ako na pesa ya kununua mahindi. Anaita kijana wake ananunua kuku, vichwa vya kuku. Akaita kijana wake kumuuliza kwani kunaendaje? Kumwambia baba, wachana na mimi. Kumwambia kijana niambie,
Kijana akawa anakataa, lakini kijana kila siku akona pesa. Siku moja akaamua kumkalia ngangari, akamwambia kijana, niambie shida ni nini, ama hii pesa unatoa wapi? Akamwambia mzee, niachane na mimi. Sasa kikaamua kumana, huyo mzee akajua mambo si mazuri. Roho akamwambia kuna vitu si vizuri. Mzee akaanza kuomba. Mzee akaomba. Usiku kijana kama amelala, kijana akaanza kupiga nduru. Wai, akauliza kuna nini? Akasema ndio hao wananipiga. Akamuuliza kina nani? Ndio kijana akaamua kuongea ukweli. Kijana ameungana kwa wale matimu. Kuna timu ziko huko zinaingiza vijana mahali pabaya. Huyo kijana analala, asubuhi akiamka kuna pingo amefungwa kwa mguu. Hiyo pingo akiamka asubuhi iko na shilingi 500 ya karatasi. Babake akamuuliza hizi vitu zilianza lini? Akamwambia baba, nimeingia last month na hata nilikuwa nimeambiwa nikutoe, nimejaribu kukutoa mara 3 lakini wakakukataa kwa sababu wewe sio baba mzazi. Sorry, nimesemaje? Nimesemaje? Kumbe angekuwa baba mzazi, ile mara ya kwanza alipeana angeenda. Mzee akatumia. Ikawa sasa nakimbizana pale mamake. Sasa huyo mtu akakimbia, akaenda akamtapasa, wakakuja wakamwombea. Hata mtoto wako anaweza kukupeana wakati umekataa njia za Mungu, wakati umegairi, wakati umeamua usimtumikie Mungu. Anaupusha baraka kwako, akawa shakaukiwa. Ukienda hivi unapata unakuta. Ulipita uko mrembo, umeumba vizuri, unakimbia hivi, ukitembea mwenye nakuona. Vijana wamejaa huku, bado wanataka, lakini hawakuoni. Unakanyaga wakikuangalia, unaona kama unakimbia kama mtu anagawa mashamba. Hawakuoni. Kwa sababu gani? Maana kibali cha Bwana kiko juu yako. Unabidi unarauka saa 11 ukihesabu faida jioni kwa biashara yako. Hakuna. Karibiani hapa tu, nimemaliza hiyo.